Hello, habari. Kwa majina yangu mimi naitwa Dr. Mary, ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, habari za muda huu. Mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza unaungana na mimi katika hii video, na kuomba usubscribe, share kwa wengine nao wakapate darasa zuri kabisa ili ambalo linakujia sasa hivi. Na kwa wale ambao wanafuatilia sana madarasa yangu, sikiliza hii video kwa makini ili iweze kukupa faida. Na kitu gani nataka nikuelekeze ukifanye katika maisha yako ili uweze kupata matokeo mazuri na faida kubwa sana endapo utalifanyia kazi. Mpendwa mtazamaji wangu, leo nataka nikufundishe namna ya kufungua vifungo kwa kutumia kichuguu. Wengi wanadharau sana vichuguu, wanajua kichuguu cha mtu ni kichuguu ambacho hakina nguvu kiroho. Kichuguu ni moja ya sehemu ya matambiko, yaani kichuguu unachokiona kinatumika katika matambiko ya kiroho kwa ajili ya kufungua vifungo. Kwa hivyo ukiwa wewe uko karibu na kichuguu, aidha kiko karibu nyumbani kwenu au katika shamba lako au katika mazingira yako, basi unatakiwa ufurahie, kwa sababu hiki ambacho naenda kukuambia sasa hivi basi kitaenda kufungua njia ya baraka katika maisha yako na hautakutana na changamoto tena. Unachotakiwa ufanye nini? Unatakiwa kwanza uwe na maziwa pamoja na asali, wewe ambao unataka kwenda kufungua milango katika kichuguu. Lakini pia unatakiwa uvae nguo nyeupe, kama ni kanzu, kama ni gauni, basi gauni lako liwe jeupe. Huna gauni, basi tafuta nguo, kitambaa au shuka, ujifunge shuka jeupe. Ukishafika katika kichuguu hicho, hebu bisha hodi mara 3, zungumza, tia nia yako, taja majina yako, mimi ni fulani bini fulani, huku ukiwa na maziwa yako pamoja na asali ambayo yamechanganywa katika chombo cha asili. Nazungumzia chombo cha asili, bakuli ya bati ambayo ni ya silver, au unaweza ukachukua chombo cha asili ambacho ni kama ni kibuyu au kama ni kipeyu, basi unaenda nacho katika ibada yako hiyo. Ukishafika pale, unatakiwa uvue viatu, uwe pekupeku na ufunge nguo yako, ubaki na nguo yako moja. Na ukishafika pale, utasimama kuangalia mashariki. Katika kichuguu chako utatafuta sehemu ambayo ukitazama unaangalia mashariki, jua linapotoka. Na ibada yako hakikisha unaifanya asubuhi siku ya Alhamisi, kabla jua halijachomoza, yaani jua likukutie pale. Kwa hivyo utaamka asubuhi, utaenda pale kwa ajili ya kufanya ibada yako ya kuomba kufunguliwa vifungo, vifunguke, mambo yako yote yaende sawa. Ukishafika katika hicho kichuguu, wewe utataja majina yako na utaomba unachokitaka. Ukishamaliza utamwaga maziwa pamoja na asali katika hicho kichuguu, lakini vile vile unatakiwa useme hivi: mimi ni mjukuu wa asili, ni mtoto wa asili, nimekuja hapa katika hiki kichuguu kwa ajili ya kuomba baraka. Mizimu ambao mko katika hiki kichuguu, naomba munifungilie baraka zangu katika mambo yangu yote yaende sawa, katika upande wa biashara, mahusiano, katika afya na katika utafutaji wa pesa. Ukishamaliza utamimina mchanganyiko wako ambao umeutengeneza wote pale. Ukishamaliza kumimina, utamimina pale na wewe utaondoka. Hicho chombo ukiache pale pale, usiondoke nacho. Ukishamaliza kaa kwa kutulia kama dakika 10 au 15 kwa kutulia kabisa. Ukishamaliza utaondoka zako bila kutazama nyuma. Kwa nini nakwambia hivyo? Ukishamaliza ibada yako unaondoka bila kutazama nyuma, kwa sababu tayari umeshakamilisha, maombi yako yameshapokelewa na viumbe ambao wako katika kichuguu. Mizimu ambayo iko katika hiko kichuguu tayari imeshapokea maombi yako kiroho. Kwa hiyo wewe utaondoka, utaelekea nyumbani kwako. Ukishafika nyumbani kwako, utachukua maji safi, utaweka chumvi ya mawe na utaoga.
Ukiwa vile vile umevaa hiyo nguo nyeupe, utachimwagia maji yako huku unatia nia, utaomba vizuri kabisa, mimi fulani bini fulani, ninaomba mizimu mnitakase, mnilinde, mnifungulie vitu vyote ambavyo unavihitaji, utavisema pale. Ukishamaliza basi wewe utabadilisha, kama ni nguo zako utaweka hiyo nguo yako, utaianika vizuri na utavaa nguo za kawaida. Lakini ibada hii ukishaifanya, ujiepushe na vitu vifuatavyo: ujiepushe na zinaa, ujiepushe na michezo yote michafu, ujiepushe na uongo, tabia zote mbaya mbaya ujiepushe nazo. Uwe ni mtu mtulivu, mtu wa ibada na mtu wa kusubiria ulimwengu na mizimu iweze kukuletea baraka zako ambazo umeziomba. Unatakiwa ujiepushe na vitu vibaya, watu ambao wanakukwaza, watu ambao watakutengenezea wewe nguvu yako ikawa mbaya. Kwa hivyo ukishafanya ibada zako, jitahidi kujitenga kidogo, kwa sababu tayari uko kwenye mwongozo wa ibada. Na ibada yako unatakiwa uwe unaifanya kila wiki. Kwa ndani ya mwezi mzima hakikisha unaenda unatoa sadaka zako mara 4. Ukishamaliza mwezi umetoa sadaka zako mara 4, wewe utapumzika na kusubiri matokeo yaje. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mizimu na asili yako itafungua baraka zako zote na utafanikiwa zaidi. Kwa hivyo wewe ni kuwa na subira na kuwa na hekima na utulivu, ili mambo yako yote yafunguke. Na kweli mambo yako yatafunguka ndani ya siku 30. Utaona kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, ni hayo katika mambo ya kutoa sadaka na kufanya ibada katika eneo la kichuguu. Tafuta kichuguu ambacho ni kikubwa, sio vidogodogo, hapana. Tafuta kichuguu ambacho kimeinuka juu, kikubwa sana, ndo kitafaa sana katika ibada yako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, mimi nakushukuru sana. Endelea kufuatilia chaneli hii ya Dr. Mary Herbal Center, ambacho nakujia na masomo ya kila siku na uweze kupata faida kubwa zaidi na zaidi. Na kwa wewe ambaye ni mgeni, na kuomba subscribe, share hii video na wengine wakajifunze elimu hii ambayo naifundisha hapa, ili iwasaidie katika mambo yao yote. Wewe ni mtoto wa asili, wewe ni mtoto wa mizimu. Kwa hiyo hakikisha una connect asili yako na mizimu ya kwenu, ili iweze kukusaidia. Kwa hivyo mpenda mtazamaji wangu, tutaonana katika darasa lijalo. Zingatia sana haya, na nakukaribisha sana kwa tiba na ushauri na mambo yote ya kiroho, na kukaribisha sana sana.